Sasa tuna 6 sub-counties in this county. And out of all the 6, ni Saboti tu haijaona lami. Walimu wakuu juzi, naongea juu ya viongozi ambao wako hapa. Walimu wakuu juzi serikali iliwapa pesa ya kujenga madarasa. Na kila mtu alipewa milioni 1 kwa darasa moja. Ule ako Kitale, ule ako Kimini, na ule ako Kipsagaa. To be honest, contractors walikataa kujenga shule za huko juu kwa sababu it was so costly. Hawangepata chochote. Na viongozi sasa hivi mnaomba viti, tunapata shida. Even investors kuja hapa Saboti ni tabu. Walimu wetu wanatoroka Saboti kwa sababu ya uchukuzi. Please, if you go back there, Mungu akiwajalia next year muwe viongozi, Mr. Wambua you are here, ndugu yangu Kwali you are here. Anybody who will be given that chance by God through man, kindly please saidia hii jamii. Miaka 61 tangu tupate uhuru, tuko na shida. We are not children of a lesser God. We cannot continue suffering. Watu wanapata hardship allowance sehemu ambazo pengine ni afadhali kuliko hapa. Mtu wako St. James, Chemchemi, Kipsaga, Kitwamba, Pango, Telbet. Shida tu. Akigonjwa usiku, hata mwalimu akigonjwa usiku anabebwa na machela. That is very low. That is very low. I repeat. Otherwise, saki niingie siasa sana. Ninyi nimewaambia hiyo. Ukienda angalia maslahi ya wafanyakazi wote wakiwemo walimu. Sisi tutaenda tarehe 3, tutachagua viongozi wetu. Kule Kisumu, Tom Mboya College. We will represent teachers very well. Na nafikiri next time we are coming with a revolution. We will talk with the justice. If need be, let teachers come to politics and we will try our level best. Otherwise, nataka ni recognize we have our bosses here from the Ministry of Education. Kindly please come forward. We have our pastors. Nilikuwa nimemwona Madam Lynette na Mr. Isaac. Before we conclude this part, kama kuna CSOs around, kindly come so that you can continue from there. Otherwise, familia hii nawatakia mema, Mungu awe fariji mwema. Mimi nilipoteza baba yangu nikiwa na miaka 9. Lakini mimi ndio huyu. Kitu moja mtu mmoja alisema hapa mtakosa tu ushauri wa baba. Lakini maisha lazima iendelee. Kama mwalimu, na nafikiri Mr. Samson alifundisha science. First topic tunafundisha living things. And characteristics of living things. One is that you must be born and you must die. That is what I wanted to tell you. If our time is over.